Ukitaka kutibu vizuri tatizo la reflux acid, hakikisha unatibu vitu viwili, kwa sababu watu wengi sana ambao wanakuwa na tatizo la reflux acid lakini pia wanakuwa tayari wana vidonda vya tumbo au wanakuwa na michubuko ya katika tumbo lao. Na hii inatokana na nini? Hii inatokana na ile tindikali au asidi inapokuwa inapanda na kushuka, mara nyingi inakuwa inaathiri baadhi ya sehemu na kusababisha mtu huyu anakuwa na mikwaruzo mbalimbali sehemu ya tumbo na sehemu zingine za umio. Ndio maana mtu huyu anaweza ukampatia dawa ya reflux acid akaanza kupata nafuu kidogo, alafu bado tatizo likawa linazidi pia. Kwa nini? Kwa sababu umetibu sehemu moja ya reflux acid lakini bado hujamtibia vidonda ambavyo tayari vimeshasababishwa na hiyo asidi ambayo ilikuwa inampanda kwenye koo. Sasa basi, kama ni mmoja wa watu ambao wana tatizo la reflux acid, unaweza ukachukua namba yangu ukanipigia nikaweza kutibu. Mimi ninavyotibu na kutibia vitu viwili kwa wakati mmoja. Natibu reflux acid na vidonda vya tumbo kwa sababu najua hawa watu wawili ni marafiki. Hawa ni mashoga hawa wawili. Yaani ni marafiki ambao wanafatana. Kwa hiyo ukisema utibu kitu kimoja, hiki kimoja kinaweza kikawepo lakini kikawa hakionekani. Wengi wanadhani vidonda vya tumbo lazima uwe na H pylori. Unaweza kuwa na vidonda vya tumbo bila kuwa na H pylori. Sasa wengi wanapoenda hospitali wanaambiwa na vidonda vya tumbo, wanapewa dawa ambayo labda illegal kit na dawa zingine kwa ajili ya H pylori. Sasa kama huyu vidonda vyake vya tumbo havitokani na H pylori, huyu mtu anakuwa haponi vidonda vya tumbo. Na unakuta hapo pia ana asidi. Kwa hiyo unapompatia tiba ya reflux acid peke yake anakuwa haponi. Lazima utibie pia na vile vidonda ambavyo tayari vimesababishwa nini na reflux acid. Kama ni mmoja watu ambao wanasumbuliwa na reflux acid au vidonda vya tumbo, chukua namba yangu hapo bio, nipigie niweze kukusaidia, kwa sababu nimekuwa nawasaidia watu wengi wenye tatizo la reflux acid pamoja na vidonda vya tumbo.